Madhara ya kulazimisha watu tulieni, don't talk. Usiongee kitu, usihoji. Nimeona baadhi ya familia hadi mtoto hawezi kuuliza swali. That's very dangerous. Nakumbuka katika level fulani ya elimu sitazungumza huyo mwalimu asitakajulikana ni nani. Tulikuwa na mwalimu ambaye umuulize swali. Anasema nisikize kwa makini, ukinisikiliza huna haja ya swali. Namkumbuka vizuri sana, utanielewa. Huna haja ya swali. My dear, ndugu zangu, hii ni mbaya mno. Unapolazimisha watu wanyamaze, watulie, wasihoji, wasipaze sauti, matokeo yake ni mabaya mno. Isaya 30:10. Isaya 30:10. Isaiah 30 verse 10. They tell the prophets to keep quiet. They say, don't talk to us about what is right. Tell us what we want to hear. Let us keep our illusions. Unajua maana yake? Anazungumza hapa. Anasema hali inakuwa mbaya zaidi hadi wanapowaambia watumishi wa Mungu wasiongee. Imagine, Mungu anasema katika jamii yenu mmenichukiza kiasi kwamba mmemwambia na nabii asiongee. Wanasema nabii usiongee kwa sababu hatutaki kusikia mambo ya haki. Angalia pale. They tell the prophets. Na sio prophet mmoja, prophets. Kamata neno prophets, maana yake ni wengi. They tell the prophets to keep quiet. Neno to keep quiet to them is peace. Kwamba wasipoongea ndio inaitwa amani. Wasipohoji ndio inaitwa amani. Wasipoleta ujumbe wa Bwana inaitwa amani. Na kipindi kile manabii walikuwa wanakuja kukemea. Manabii wasipokemea hii ndio inaitwa amani according to them. Kwa mjibu wa Wafalme kipindi hicho, nabii asipohoji inaitwa amani. Nabii asipokemea inaitwa amani. Tena wakaweka command, angalia command. They tell the prophets to keep quiet. Neno they tell manake they order them. They have ordered the prophet to keep quiet. It's an order. Why? Wanasema they say don't talk to us about what is right. Mtuambie mambo ya haki. When you see watu wataji kuambiwa kilicho haki. Haki ya hii kampuni, haki ya wafanyakazi, haki ya wanafunzi, haki ya raia, haki ya waumini. Ukiona mtu anasema wasungumze haki, there's a big problem and God is not happy. They tell the prophets to keep quiet. They say don't talk to us about what is right. Tell us what we want to hear. Let us keep our illusions. Tuambie unachotaka kusikiza sisi. Endelea kutuambia maneno laini. Huu ndo tunaita kwa lugha yetu uchawa. Na kuna somo nitakufundisha machawa alianza lini kwenye Biblia. Bosi kwenye kampuni akisikiza machawa, kampuni inakufa. Kwa sababu hata kama bidhaa, hata kama thamani ya kampuni inashuka, wao wanakuambia boss, ujui tu. Boss anasikiza yale maneno, mwisho wa siku anasikiza kampuni yake imetoka nje. Na kama umeshaangalia kwenye jamii nyingi, mtu ambaye anajaribu kuleta kuongea ni kama anaonekana kama anapinga, lakini huenda angesikizwa mwazo yake, anaboresha zaidi huyo mtu. Kama anaongea na wewe, kama anaongea nione mkono wako. Kama unaongea na wewe kwa njia TV, naongea na wewe kwa njia mtandao wa kijamii, nione mkono wako ukisema mtumishi endelea. Unaona viongozi wa zamani walivyoharibika? Au walikuwa ni wafalme wa Israeli. Wanasema, kwa hiyo Mungu aliwatuma manabii akiwaambia, "Fateni njia hii, wafuate njia hii, ili usifanye." Biblia inasema ikatoka order. Don't tell us what is right. Tell us sweet things, sugar coated words, banana chocolate words. Now, nataka watu wote, nyie ni watu wazima. Mtu akikwambia don't tell me what is right, maana yake nini? Huyo mtu anajua what is right. Isipokuwa ameamua kupindisha. Ndio wala ambao Isaya anasema njia yao waifuatayo wamepindua njia na hapata kuwepo na amani kwao. If a person tells you don't tell me what is right, it means that person knows what is right and knows what is wrong. Hii ndio jamii tulionayo. Hao ndio watu tulionao. Hao ndio marafiki ulionaye. Angalia rafiki ulionaye. Una rafiki ambaye unaweza kumwambia hilo kweli, kesho mkaendelea kuwa marafiki? Kagua. Ndio maisha ya wanadamu yamefika hapa. Angalia hata nyie marafiki. Rafiki yako atakwambia usiniambie hicho. Hali ikifikia hapo mambo ni mabaya. So unapoona mahali kokote kuna makatazo, usiongee haki, ongea amani. Usiongee haki, ongea amani. Amani aji mpaka apate wazazi wawili. Mzazi wa kwanza anaitwa haki, mzazi wa pili anaitwa nini? Usawa. So no matter how you preach, you are not preaching peace. Una preach what we call utulivu. Na utulivu unaolazimishwa pasipo haki na usawa, kuna siku hautadumu, sababu Biblia inasema tulivu unaotokana na haki ndio unaodumu milele.